hazichoki. Yesu anasema wakitoka wanarudiki tena, wanaenda kualika wengine wabaya kuliko wao, wanarudi ndani ya huyo mtu, hali yake ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana yake roho hazina tabia ya kukata tamaa. Kwa hiyo watu wanapopita kwenye majaribu, anatamani ahudhurie ibada zote, lakini mwili umekataa. Mwili unasema utaendaje watoto wanalala njaa? Mwili unasema utaendaje suruali imechanika? Mwili unasema utaendaje vitenge vyote vimepauka? Mwili unasema utaendaje hauna ndala za kuvaa? Nataka nikuambie, huo ndio wakati wa kuthibitisha nguvu uliyoibeba ndani. Mungu anatafuta watu wanaweza kustahimili kwenye majaribu ili ajithibitishe mwenyewe, na Mungu ataonekana kupitia wakati wako mgumu, sio wakati unaomba vinatokea. No. Hallelujah. Somebody show to Jesus. Mtu mmoja mshangilie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si kama mnanielewa? Wale majamaa wakakuta wanapelekwa kwenye tanuri, na Biblia inasema wakati wamesogea pale, ghafla moto ukawalamba waliokuwa wamewakamata. Walipoona wamelambwa wale jamaa, ule mlambo ule, maana tumesimama hivi unakufa wewe hapo. Hata kama ulikuwa na dhambi utasema sasa mimi ndo mtumishi wa Bwana, mwenye dhambi ametangulia. Hata kama ulikuwa wewe ndo mwenye dhambi, sometime itokee, especially sisi wachungaji. Akastaajabu, akasimama alipokuwa. Kitu cha ajabu najiuliza, najaribu kuvuta picha, ni namna gani Mungu anatafuta utukufu kwako wakati mambo yamebana. Mungu anataka ajitukuzie kwako. Majaribu. Sikiliza, anasema hivi, Nebukadreza akasogea kwenye mdomo wa ile tanuri, akashangaa, akaanza kuuliza, wewe, hivi pale hatukutupa watu watatu? Unajibuje? Tulitupa. Wakiwa wamefungwa? Kabisa. Wale walioliwa na moto hakuwaona. Walio kwenye moto. Cha ajabu, wale hawakufika hata kwenye mdomo wa tanuri. Nebukadreza akafika kwenye mdomo wa tanuri. Unaelewa hiyo kitu? Unaelewa hiyo kitu? Unaelewa hiyo kitu? Haleluya. Haleluya. Kuna